Hivi, umeshawahi kujiuliza swali hili ambalo limeulizwa tangu zamani? Inakuwaje baadhi ya watu wanafanikiwa kweli kweli, hata kama mambo ni magumu, wakati wengine wengi tu wenye akili na uwezo kama wao wanabaki pale pale? Sasa, kulingana na Napoleon Hill ambaye alitumia maisha yake kuchunguza hili jambo, jibu halipo kwenye vitu tunavyoviona kwa macho, kama kufanya kazi sana au kupata bahati. Hapana. Jibu liko kwenye nguvu fulani iliyojificha, nguvu ya ndani ambayo wengi wetu hatujui hata tunayo. Hili anasema hivi: kabla ya jengo refu kujengwa, lazima kuwe na ramani na msingi imara. Vivyo hivyo na mafanikio yanajengwa kwanza akilini kabla ya kuonekana kwenye ulimwengu wa kawaida. Sisi tunahangaika na kazi, tunatafuta fursa, yani mambo yote yanayoonekana, lakini tunasahau chanzo kikuu cha nguvu zote hizo, hali yetu ya akili. Okay, sasa basi, hebu tuzame kwenye huo msingi wenyewe. Fikiria kidogo, kila kitu kilichowahi kubuniwa na mwanadamu, namaanisha kila kitu, kuanzia simu unayoishika mkononi mpaka majengo marefu unayoyaona, vyote vilianzia kama kitu kimoja tu, wazo dogo ndani ya akili ya mtu. Hiyo ndiyo ramani yetu ya mafanikio. Na hapa sasa ndipo wengi wetu tunapochemka. Tunaishi na nia isiyo dhahiri. Unajua ile, ningependa kufanikiwa siku moja. Ni kauli isiyo na nguvu. Lakini Hill anazungumzia kitu tofauti kabisa, tamaa inayowaka. Hii sio matamanio ya kawaida, hapana. Huu ni moto, ni ule msukumo unaokunguza ndani, haukuachi ulale, unaokufanya uwe tayari kulipa gharama yoyote ile ili kufikia lengo lako. Na hapa tuwe makini. Hill anaposema imani, hasemi tu ile ya kidini, anamaanisha uhakika thabiti wa kiakili. Ni ile hali ya kuiprogram akili yako, unaiambia tena na tena kwa nguvu zote kwamba lengo lako tayari ni lako, hata kama mazingira yote yanakuambia haiwezekani. Ni kuona kwa jicho la akili kabla ya kuona kwa macho ya kawaida. Kwa hiyo, fikiria hizi kama nguzo tatu kuu za jengo lako la mafanikio. Tamaa inayowaka ndiyo petroli, inakupa nishati ya kuanza safari. Imani isiyotikisika ndiyo GPS, inakupa uhakika wa njia. Na mawazo yaliyoelekezwa ndiyo usukani, wewe ndiyo dereva unayeelekeza meli yako. Ukikosa hata kimoja, safari inakuwa ngumu sana. Sawa, ramani tunayo, msingi umeshikilia. Sasa tunahitaji nini? Zana za ujenzi, si ndio? Hebu sasa tuingie kwenye warsha ya akili, tuone ni zana gani muhimu tunazotumia kubadilisha wazo liwe kitu halisi. Zana ya kwanza kabisa ni ubunifu. Lakini subiri, Hill anasema kuna aina mbili za ubunifu. Kuna ule wa kuzurura tu kwenye mawazo kama kuota ndoto za mchana. Lakini kuna ule wa pili, ubunifu unaolenga. Hii ndiyo warsha yenyewe. Hapa ndipo unafunga mlango, unakaa chini na akili yako kwa makusudi kabisa na kuanza kuchora mipango na kutafuta majibu. Sikiliza, hii kauli ni nzito sana. Hill aligundua watu waliofanikiwa wana tabia moja ya ajabu. Wanafanya maamuzi haraka sana na wanayabadilisha pole pole mno kama ni lazima. Wengine wengi tunafanya kinyume chake. Tuna sita, tunachelewa kufanya uamuzi, alafu shida kidogo tu ikitokea, tunaukimbia haraka. Ukweli ni kwamba kutofanya uamuzi ni uamuzi tosha, uamuzi wa kushindwa. Tofauti yake ni kama usiku na mchana, yani kutamani ni kama umekaa bandarini salama, unaangalia tu meli zingine zikiondoka. Lakini kuamua, hapo sasa unang'oa nanga. Unaingia kwenye maji, ujali kuna dhoruba au la. Unachoma madaraja yote nyuma yako na kusema njia ni moja tu, mbele. Kama Hill alivyosema, washindi huamua. Lakini kila mjenzi anajua hili. Huwezi kujenga bila kukutana na vikwazo. Na katika safari hii ya mafanikio, adui wakubwa zaidi hawako huko nje, wako humu ndani mwetu. Ni wale wahujumu wa kimya kimya, hofu zetu na zile hadithi tunazojisiaminisha, ambao wanajaribu kubomoa kila kitu tunachojenga. Sasa, Hill alitambua hofu kuu 6 ambazo ni kama vizuka vinavyotawala maisha ya wanadamu. Hebu jiulize kwa ukweli kabisa, unavyoviangalia hivi vizuka, ni kipi kati ya hivi kimekuwa kikikunong'oneza wewe masikioni na kukuzuia kuchukua hatua?
Maana hivi havipigi kelele, vinanong'ongo tu na vinaongoza maamuzi yetu bila sisi hata kujua. Mhujumu mwingine ni hizi imani potofu. Fikiria akili yako ni kama kompyuta kali sana, lakini inaendeshwa na software ya zamani iliyopitwa na wakati. Labda uliambiwa utotoni, wewe si mzuri kwenye hesabu, na ukaamini. Sasa kila ukiona namba, hiyo program inajirudia. Lakini sikia, hiyo sio wewe halisi, ni program tu, na program yoyote inaweza kufutwa na kuandikwa upya. Na hii inatuleta kwenye kitu ambacho wengi wetu tunakichukia, kuahirisha mambo. Mtazamo wa Hill hapa ni wa kipekee sana. Anasema kuahirisha sio uvivu, ni vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyopiganwa ndani yako. Sehemu yako moja inavuta kuelekea ndoto, na sehemu nyingine inakanyaga breki kwa nguvu zote. Inaogopa sio tu kushindwa, bali hata kufanikiwa kwenyewe na mabadiliko yote yatakayoletwa na mafanikio hayo. Okay, ramani tumechora, zana tumezikusanya, na wahujumu wa ndani tumewatambua. Lakini safari bado ni ndefu sana. Sehemu hii ya mwisho sasa inahusu nini? Nidhamu. Ni yale mazoea endelevu yanayogeuka tabia, ambayo yanakuhakikishia unafika mwisho wa safari. Uvumilivu, kulingana na Hill, sio tu kung'ang'ana bila mpango, ni uwezo wa kuvuka kile anachokiita bonde la kukata tamaa. Kila safari inaanza na msisimko mkubwa, lakini punde tu unapokutana na kikwazo cha kwanza, unaingia kwenye hili bonde. Na hapa ndipo 99% ya watu wanageuza na kurudi nyuma. Mpenyo wako na mafanikio yako yote vinakusubiri upande wa pili wa lile bonde. Na nini hasa kinakuvusha kwenye lile bonde? Nidhamu ya akili. Huu ndio ustadi mkuu kuliko yote. Ni uwezo wa kuwa nahodha wa meli yako ya ndani, ukituliza mawimbi ya hisia na mawazo, hata kama dhoruba inapiga nje. Wengi wetu ni abiria tu kwenye meli zetu, tunayumbishwa na kila upepo. Nidhamu ya akili inakufanya uwe nahodha. Na kinachokupa nguvu ya kuwa nahodha ni nini? Kuwa na dira ya muda mrefu. Unapojua kwa uwazi kabisa bandari yako ya mwisho iko wapi, yale mawimbi madogo madogo ya kila siku, sifa za leo, lawama za kesho, yanapoteza nguvu ya kukuyumbisha. Dira yako inakuwa kama nanga inayokuzuia usipeperushwe ovyo na upepo. Sasa tumefika mwisho wa ramani yetu, lakini kabla hatujafunga, Hill anataka tugeuze mtazamo wetu kabisa. Anatuuliza, je, tunajua hata maana halisi ya haya mafanikio tunayoyakimbilia? Unajua, jamii inatufundisha tukimbizane na vitu vya nje. Pesa, vyeo, magari, vitu ambavyo leo vipo, kesho vinaweza visiwepo. Lakini Hill anasema kipimo halisi cha utajiri ni cha ndani, ni amani yako ya akili, ni uwazi wako wa fikra. Haya ni mafanikio ambayo hakuna mtu anayeweza kukuibia na hakuna soko la hisa linaloweza kuyaangusha. Swali ni, wewe unawekeza kwenye utajiri upi? Kwa hiyo, mwisho wa siku tunabaki na wazo hili kuu, wazo linaloweza kubadilisha kila kitu. Je, vipi kama safari hii yote haikuwa kuhusu kujenga ufalme mkubwa huko nje, bali ilikuwa ni kuhusu wewe kuwa mfalme au malkia wa ufalme wako wa ndani? Sio kile unachokipata, bali yule unayekuwa katika mchakato huo. Hilo ndilo swali kuu la Napoleon Hill kwako leo.